kwenye pita yangu kuna siku niliona uliandika ndio kuna tofauti kati ya kuhitajika na kupendwa, kama sijakosea. Ndio. Sasa naomba unielezee kwa kina, kwa urefu, ulimaanisha nini pale? Ni iko straight na iko kama vile ambavyo ipo kwamba kunayo tofauti kubwa sana ya kuhitajika na kupendwa. Na hii nilipokuwa nimeiandika nilikuwa nimelenga katika mahusiano ya kimapenzi. Sasa kwa leo tunavyoishi, Bwana Stan, wengi wapo katika mahusiano sio kwa sababu wanapenda ama wanapendwa. Wengi ni kwa sababu wanahitajika. Sasa huku kuhitajika kunatokana na nini? Kwa sababu kwa kuwa katika hayo mahusiano mambo fulani yanakuwa yako sorted ya huyo mtu fulani ambaye amekuwa katika hayo mahusiano, sio kwa sababu anapenda, ile ni kwa sababu amehitajika. Kwa hiyo mfano mkubwa naweza nikakwambia, wanaume wengi leo wapo na wapenzi sio kwa sababu wale wanaume wanapendwa, hapana, ni kwa sababu wale wanaume wanahitajika katika hayo mahusiano. Umenyelewa? Hatuwezi kusema wanahitajika katika hayo mapenzi, hapana. Wanahitajika katika hayo mahusiano kwa sababu kuna mnufaika wa uwapo wa hayo mahusiano, sio kwamba anapendwa. Umenyelewa? Na ujue katika hali ya kawaida kabisa wanawake hawatakiwi kukupenda. Kwao hilo swala lepesi sana, wanatakiwa kukuheshimu. Umenyelewa sijui? Ndio maana nikakwambia kuna tofauti. Kwa usije ukajitembeza kifua mbele kwamba unapendwa na fulani. Hapana, unahitajika na fulani. Ukitaka kujua unahitajika, hebu hacha kutimiza baadhi ya mambo kwa huyo mtu. Mahusiano yale yatavunjika kwa sababu umeshindwa kutimiza yale mahitaji muhimu kwa huyo muhusika. Nikizungumzia mahusiano ya kindoa, baba na mama, tunasemaga initially tunasema ni mapenzi, kupendana, the I love you. Lakini linapoingia swala la ndoa, pale sio mapenzi, ni mahusiano. Kwa hivyo mimi na mwenza wangu tunaamua kuingia katika mahusiano. Haina tofauti na mahusiano ya kibiashara, kwa sababu huwezi kuwa na mtu random katika mahusiano ya partnership, yani ile partnership ya kibiashara. Lazima awe ni mtu ambaye unamfahamu, unamuelewa, umejua weakness zake na strengths zake. Kwa hivyo unaamua kuwa naye katika mahusiano yale ya kibiashara. The same applied kwenye mahusiano ya ndoa. Unapoingia kwenye ndoa na the so called love, mwisho wa siku utaumia. Sasa ili ile mahusiano yaweze kuwa imara, ndio pale kuna kuhitajiana. Timiza ile hitajiko lako kwa huyo muhusika, mambo yako yatakuwa mazuri tu. Kwa hivyo kama ni baba, unahitajika kuhakikisha yule mama ana mahali pa kuishi. Kama kuna watoto, unahitajika kutimiza wale watoto wanakulaje. Unahitajika kuhakikisha wanapata tiba, unahitajika kuhakikisha wanaenda shule. Unatakiwa kuhakikisha mambo yao yote yako vizuri. Ni wajibu, umehitajika. Ukitaka kujua hili ni changamoto kubwa sana, wewe kama baba usitimize hayo. Uendelee tu kusema nawapenda, uone kama kitaishi. Hakiwezi kuishi. Because watu awali neno nakupenda. Neno nakupenda ilipi ada. Neno la kupenda ijengi nyumba. Umenyelewa? Kwa pale unahitajika. It's no love, my friend. Umenyelewa Stan? Ni hilo tu, my friend. Kwa hiyo mwanaume anakuwa measured kwa kutimiza majukumu kwa perspective ya mwanamke, sio kwa kusema issue nzima ya mapenzi kwa upande huo wa kwake. Na kwa namna hiyo ni kwamba naona sasa hivi tukiwa kwenye dunia ambayo inajaribu watu wengi kwenye utandawazi wa kusema mgawanyo wa majukumu, mambo kuwa 50-50. Kwa maana yake pale tunajaribu kushare upendo kwamba mwanamke sana yana kumpenda mwanaume, au tunajaribu kugawana majukumu, ili linakueje?
katika hali ya kiuhalisia hawa watu wawili wana majukumu tofauti kabisa. Katika hali ya uhalisia, naturally from the beginning, mwanamke amekuwa preconfigured na majukumu yake, mwanaume amekuwa preconfigured na majukumu yake. Yani nimetumia neno la kiteknolojia hapo, lakini ni kwamba kila mtu ana majukumu yake ambayo yapo by nature. Sawa. Lakini sasa dunia imekuwa na maendeleo makubwa sana kwenye nyanja mbalimbali kwa namna mbalimbali. Hii imepelekea kuingiliana katika majukumu. Kwa hivyo kuna majukumu ambayo ni ya kina mama lakini akina baba wanayafanya, na kuna majukumu ambayo ni ya kina baba na wakina mama wanaenda kuyafanya. Ukitaka kujua hivi vitu vinatakiwa viende kama ambavyo inatakiwa iwe by nature, jinsi ambavyo inatakiwa iwe, angalia dunia leo ilivyo. Katika hali ya uhalisia, hakuna mwanaume anaweza kubeba mimba mpaka kesho. Ni jukumu la mama. Umeelewa? Ingalikuwa wakina mama wanaweza kusababisha wakina baba bebe mimba, basi leo wangefanya hicho kitu kitokee na nyinyi mbebe mimba. Lakini nature hairuhusu. Isipokuwa maendeleo ya kibinadamu yanafanya majukumu mengine ambayo yanawezekanika, tumeingiliana. Na hiyo inaleta mtafaruku sana. Ingawa tunaishi, tunaenda, tunaenjoy life, tukisema tutulie, mafarakano mengi yanatokana na kwamba tumeingiliana katika majukumu. Na unaweza kusema ni sawa kuwa 50-50. Kuna namna ulitokea uzembe kwa wakina baba, ikapelekea wakina mama kukava, kwa sababu kinachotokea ni kwamba baba anatakiwa atimize wajibu wa watoto wale. Baba hajafanya hilo jukumu. Mama anaona watoto wana njaa, mama lazima atafute namna watoto wake wale. Kwa kuna kitu atakachokifanya kitakachosababisha pale nyumbani watoto wale. Ndipo hapo majukumu yalipoanza kuingilia. Mama akaamua basi hata mimi naweza. Mama naye anaingia kwenye kupambania jambo. Ndio hapo baadaye wakina baba anaanza kuonekana wewe huna maana, hujatimiza wajibu wako. Kwa hiyo baba yoyote anayetaka heshima ni lazima atimize wajibu wake. Sasa hapa tunaongelea baba, kwa sababu tunaamini ni katika mahusiano ya kindoa. Lakini ule wanaume uliokamilika, mwanaume yoyote anapoamua kuwa na mkataba na mahusiano, yani unapoamua kumtongoza mwanamke ukaamua kutengeneza naye mahusiano, ule ni kama mkataba wa kukubaliana kwamba nitagharamia baadhi ya majukumu yako. Kwa sababu ili aje kwako akiwa amependeza, ni nani amelipia hivyo vitu? Akija kwako na manukato mazuri, ni nani amelipia hivyo vitu? Amekuja na nywele nzuri, siku hizo wanaenda kufanya mpaka waxing na nini, vote vinagharimu pesa. Nani amefanya hiyo kazi? Je, ifanywe na mwanaume mwingine ili aje kwako, ama uyafanye mwenyewe ili akija kwako ufurahie kile ulichokiwekezea? Hayo ndio huko kunaitwa kuwajibika. Ni lazima uwajibikie pazuri pako. Nimaliza na swali moja la kizushi, najua utanikimbia. Nishaiona sehemu kuna mimi pesa, kuna wanaume wanakuwa comfortable kuwa around kwenye mali za mwanamke. Sijasema hazimuhusu, achana na wanandoa mwenye mahusiano. Yani mimi nipo comfortable kukaa kwa mwanamke, mwanaume anakuwa comfortable kuendesha gari ya mwanamke na kubol nayo, na kuwa na sauti nayo, na kuwa na kiburi nayo, ambaye sio mwanandoa, nazungumza girlfriend wako. Hii kwa inajenga picha gani kuelekea kwenye ndoa? Hapo bwana, mimi na mitazamo miwili tofauti. Mtazamo wa kwanza ni huyu mwanaume amepewa nafasi gani na yule mwanamke katika maisha yake. Yani yule mwanamke amemruhusu vipi katika maisha ya yule mwanamke. Inawezekana kweli vitu ni vya mwanamke, lakini mwanamke amempa nafasi na nguvu yule mwanamume kufanya chochote anachokitaka, na yule mwanamke akaheshimu. Hayo ni makubaliano ya watu wawili. Lakini katika wanaume uliokamilika, ili mwanaume uweze kuwa na sauti yako
ni lazima uwe wewe ndiye mwenye mali, alafu lile jike lako ndo litumie mali yako. Huo ndo ufalme wa mwanaume unapokamilika. Kwa ukiona kuna mwanaume anaweza akakubali mali ya mwanamke na akataka kuvimbia hiyo mali ya mwanamke, ni sawa, ni ule umama umekuwa mkubwa kwa kiasi, kwa sababu mimi mwanaume nina umama na mwanamke ana ubaba ndani yake. We both have that. Umenielewa? Sasa ndio maana tunaweza tukashirikiana katika baadhi ya majukumu, kwa sababu unaweza kuona hata katika wanyama pori, let's say monkeys, mama akawa amekufa, baba anaweza akachukua kale katoto kakalea. Ni kwa sababu ndani ana element ya umama, anajua jinsi ya kumlea. Lakini mwanaume aliyekamilika, nakwambia sasa, katika hiyo mambo ya kutumia mali za wanawake hawezi kutumia, kwa sababu you gonna be proud kama mwanamke anatumia vitu vyako wewe. Umemjengea wewe nyumba, gari umemnunulia wewe, anapendeza kwa sababu yako, kuliko ukute vimeshaundwa. Ni kuhakikishie tu, ukikuta kuna mwanamke ana shine, kwa asilimia nyingi kuna baba au kuna mwanaume aliyepelekea ile hali. Nikisema kuna baba, unaweza kutoka ni binti yuko very successfully, niamini mimi, maana yake baba yake alitengeneza mazingira ya binti yake kuwa successfully. Ndio maana unamuona yuko pale juu, ni baba au boyfriend ama mume amepelekea yule akashine. Hasa wewe ukamwona pale ni mzuri, ukataka kuingia ukatumia uzuri uliowekezewa na watu wengine. Umeelewa? Sijui mpaka hapo. Mazingira mengi sana wanaume tunasema mafanikio yote ya mwanaume nyuma kuna mwanamke. The same applied. Mafanikio yote ya mwanamke nyuma kuna mwanaume. Ni hivyo tu my brother.